Mama, shikamoo. Marahaba. Hongera kwa kupambana na biashara. Haya, asante. Hivi siku ya kwanza ambayo ulikuwa unaanza biashara yako, ulianza na kiasi gani cha fedha? Nilianza na kiasi kidogo kama 15,000. 15? Na unaweza kukumbuka labda siku ya kwanza wakati umeanza biashara ni kiasi gani cha faida ulipata kwenye ile biashara ya kwanza kabisa? Siku ya kwanza kabisa nilipata faida shilingi 7,000. 700? 7,000. 7,000. Na sasa hivi unavyoendelea na biashara, kwa siku unaingiza kiasi gani cha fedha? Kwa siku naweza nikaingiza 10,000 hivi au 11,000. Okay, ukitoa kila kitu ambacho unakuwa unakifanya, ukitoa miogo, mafuta, mkaa na kila kitu ambacho ni cha mtaji, unabakiwa na faida kiasi gani? Faida ninayobaki nayo ni shilingi 10,000 tu. 10,000? Hiyo ni faida kubwa au ni faida ndogo? Ni ndogo sana kutokana na mahitaji nilionayo. Ndio kiasi ambacho unakuwa na biashara. Ulishawahi kuugua labda au ukakosa mtaji wa biashara kabisa ikakata, na ilikuwaje hiyo siku? Ikukata mtaji ni lazima ikate, kwa sababu wakati mwingine changamoto inakuja kwa kwenye miogo, unakuta miogo inaiva, wakati mwingine haiivi, na wakati mwingine biashara tu inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo miogo ukikaanga, ikibaki iliyokaangwa ni hasara tosha. Kama ungepata mtaji mkubwa sasa hivi, kitu gani ambacho ungebadilisha kwenye biashara yako? Kwa kubadilisha kwa sasa, labda ningebadilisha tu kuweka viazi. Ningekaanga viazi, na hapa vinatosha kuanzia gunia moja. Ndio vinatosha. Kupitia biashara unalea watoto wangapi? Watoto nao walea ni 2. Baba yao? Baba yao ana mji mwingine tena tofauti na hapa. Nini kilikufanya labda mkatengana na baba? Ni vishawishi tu vya mtaani, na hisi baba alichanganyikiwa na vishawishi vya mtaani. Anahudumia watoto sasa hivi au ndio unapambana na watoto? Pambana nao mimi mwenyewe. Na watoto labda kuna siku walishai kukosa mahitaji maalum ambayo labda inahitajika? Kukosa wanakosa kweli. Kama nini wanakosa? Ni hela ya shule wanakosa, uniform wanakosa, mabegi hawapati kwa wakati. Na wewe mara yako ya mwisho kushika kiasi kikubwa cha fedha ilikuwa ni kiasi gani? Kwa mzunguko wa kila siku au kwa mwezi? Kwa mwezi labda umeshika kiasi gani kikubwa cha fedha? Kwa mwezi, yani nimejitahidi mwezi huo nimepata hela kabisa, naweza nikaa nimeshika labda 30,000 au 40,000. Inakuwa hela yako kubwa. Na mara yako ya mwisho wewe kuvaa nguo mpya ilikuwa ni lini? Nimesahau. Kutokana na majukumu nilionayo. Ni muda mrefu sana. Ndoto yako kubwa sana kwenye familia yako pamoja na watoto ni ndoto gani? Yaani ningependa kwa nipate kampani, niwasomeshe watoto, wapate msingi mzuri wa maisha, na mimi mwenyewe niwe na nyumba yangu mwenyewe, pate kiwanja, nyumba nijenge, niwe na maisha yangu mwenyewe. Niachane na masuala ya kupanga. Kwa hiyo unapanga. Kodi ni shilingi ngapi hapo unapokaa? Hapo ninapokaa kodi 40,000. Ushawahi kukosa pia pesa ya kodi? Nashukuru mwenye nyumba ni mvumilivu, wakati mwingine nakaa mpaka miezi 2 sijalipa na ananivumilia. Na kutokea hapa mpaka nyumbani huwa unapandaga daladala, unatembea kwa mguu? Hapa ni kipande cha kupanda pikipiki, lakini sasa kwa sababu sina uwezo wa kupanda pikipiki inabidi nitembee kwa mguu. Kwa hiyo kutoka hapa mpaka nyumbani unaweza ukatumia kama kilomita ngapi kufika nyumbani? Labda ni masaa 2. Masaa 2? Unakuwa unachoka? Nakuwa nachoka kweli, na inabidi asubuhi tena nidamke niende nikachukue miogo niwepo hapo asubuhi. Na miogo unakuwa unaenda kuchukulia wapi? Miogo nachukulia Mbezi. Unakuwa unatembea pia? Hamna, asubuhi tunapanda bajaji. Kwa hiyo changamoto yako kubwa hasa ni ipi katika hivi vitu hapa ambavyo vinakuwa vinakutokea ukiwa unaenda kuchukua miogo? Changamoto ya wateja, changamoto ya eneo la biashara, changamoto ipi kubwa kati ya hivyo vitu vitatu? Changamoto kubwa hapa ni usafiri wa kwenda kuchukua biashara, wateja wenyewe. Eneo hili hapa siwezi nikaweka banda kwa sababu ni barabarani. Hapa tu nauza, nikimaliza naondoka. Na wateja wanakuletea changamoto gani? Changamoto unaweza ukakuta mteja akawa kila siku na akaanza kukopa, baadaye anakuwa hakulipi. Wengine hao wanakuambia tunakula kwa bili, lakini baadaye wanakuja wanaondoka na hela. Wateja kama wangapi hivyo washa kukimbia na hela yako? Nisidanganye, ni wengi. Siwezi nikawakumbuka wote. Nini kinakuumiza zaidi kwenye maisha yako na haujawahi kumwambia mtu, nakaa nayo tu moyoni? Sasa jukumu niumiza sana, ningependa na mimi niwe na kiwanja, niwe na nyumba. Na malengo mengine si kwamba yote ya kuyaweka hadharani.
Kwa hiyo ungepata msaada sasa hivi, ni kitu gani cha kwanza ambacho wewe ungeweza kukifanya kikabadilisha maisha yako? Yaani cha kwanza kukifanya ningesomesha kwanza wanangu, ili niwape msingi wao kwanza, hapo ndo nianze kutafuta msingi wa kwangu. Sawa sawa, nashukuru sana. Asante.